huyu. Akasema hapana, najua Laban ni mmoja miongoni mwetu, kwa hiyo hatuwezi kupinga amri yake, kwa hiyo mwachieni Nabii Yakub. Kwa hiyo Nabii Yakub akawa ameachiwa moja kwa moja kwa dhamana ya mkwewe ambaye ni mzee Laban. Amemuoa mtoto wake wa kwanza ambaye anaitwa Rahil. Kwa Nabii Yakub alayhi salamu akawa amepata utetezi kutoka kwa mkwewe ambaye ni mzee Laban. Falihfadhillah khali Laban. Anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu akuhifadhi mkwe wangu Laban. Ila mata yatawajabu alayya an uraqibaka makhafata. Anambia wewe Yakubu, mpaka lini utaacha haya mambo yako ya kutangaza habari ya Mungu mmoja? Utakuja kujiponza bwana, utakufa. Basi moja kwa moja sasa Nabii Yakub alayhi salamu akawa amepata msamaha, na ikawa ndio sababu ya yule kijana ambaye alikuwa anataka kuchoma moto huyo hapo, na yeye akawa amepata ofa hapo, moja kwa moja ametetewa. Kwa hiyo akawa amenusulika kupata ile adhabu ya kuchoma moto kwa kosa tu la kuacha dini yake hiyo ya Kifursi ya kumwabudu huyo Mungu Ashtar na kutaka kuingia katika dini ya Nabii Yakub alayhi salam ambaye ni dini tauhid ya Kiislam, dini ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Nabii Yakub anasema cheni jamani. Ana ashkuruk. Anasema kwa kweli mimi nakushukuru sana. Fil amali andaka wa saakunu khadiman. Yani kwa kweli leo isingelikuwa wewe mimi tayari ningekuwa nishachoma moto, ningekufa mimi. Lakini kitendo hicho kwa kweli kilikuwa kimemchukiza sana huyu mzee wa kijiji katika kijiji cha Fadan Aran hapo Kanaan, ambaye ni mzee Faris, kwa kuona kwamba kwa nini kiongozi mwenzao ambaye ni mzee Laban anamtetea mkwewe Nabii Yakub. Kwa hiyo ndio ikawa sababu ya kijana huyo ambaye alikuwa anataka kuchoma moto kunusurika na adhabu hiyo. Hivi ndivyo ilivyokuwa, ndugu yangu mpenzi mtazamaji katika imani Muislamu, kwa Waebrania kabila ya Nabii Yakub alayhi salam kabla ya kuingia Uislamu. Kanaan watu walikuwa wakiabudu sanamu, na yoyote alikuwa anatokea kulipinga hilo sanamu Ashtar basi alikuwa anachomwa moto. Ni mara nyingine tena, wakati mwingine katika familia ya Nabii Yakub alayhi salam nyakati za usiku, ambako yule bwana tunaona naye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu wa familia yake, akawa anaishi na Nabii Yakub kama unavyomuona hapo, naye anasaidia kuwapa chakula wanyama hao. هذا المسكين لا يكف عن العمل. Basi huyo ni mkewe ambaye anaitwa Rahil au Rahil kama ilivyotajwa katika Biblia pale. Anasema kwa kweli jamani, angeuawa bure huyu mtu, anaonyesha ana nguvu sana. Lakini ahraqu kilaina. Anasema mke wangu, unajua hawa watu wa Fadan hapa, yani wanaona kwamba huyu Ashtar ndio Mungu hasa. Adati Ashtar yusbaha mu'minan billah. Anasema kwa kweli jamani, ni mambo ya kushangaza. Hii Ashtar sanamu hili wamelitengeneza wenyewe, inakuwaje kwenda kumwabudu? Unqidha fiha an-nur. Lakini anasema inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ipo siku moja wataujua ukweli tu. Mata sayubsiru waliduna an-nur. Lakini ikabidi amuulize mkewe Rahil au Rahil, ambia vipi mke wangu kuhusiana na mtoto wetu tumboni, kwa sababu wakati huo mama alikuwa ameshika ujauzito. Unakumbuka historia inaeleza kwamba mama huyu japokuwa ni mke wa kwanza wa Nabii Yakub alayhi salam, sababu Nabii Yakub alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Mke wake wa kwanza ndio huyu Rahil, japokuwa ndio mke wa kwanza, lakini aliishi naye muda mrefu sana bila ya kuzaa mtoto yoyote. Lakini mke wake wa pili ambaye alikuwa akiitwa Balha ndo hasa alimzalia watoto 10. Kwa hiyo kwa wakati huo alikuwa tayari amekushashika ujauzito, na Nabii Yakub alikuwa anaulizia vipi hali ya ujauzito wa mkewe. Ara annakum tahmiluna alhadaya ila ma'badi Ashtar. Haya, kumekucha tena asubuhi sasa. Anaambia naona mnakwenda kumwabudu huyu Mungu wenu ambaye ni sanamu. Amina hadha. Ambia sikiliza tukwambie Yakub bwana, wewe kama unamuona ni sanamu, sisi wenzako tunamuona ni wa maana sana. Ahwaju ila hadha at-tamr min al-aliha. Hasema sasa inakuwaje mpaka mnachukua na hizi tende mnakwenda eti kumpa sadaka huyo Mungu wenu, hali ya kuwa yeye si binadamu, hali hilo ni sanamu tu. Kama anna al-matara sayanzilu 'inda mashi'ati al-awthan as-sakhriyah al-jamida. Anaambia kwa hiyo nyinyi mna itikadi kabisa kwamba hata mvua hii inaonyesha na ndio inaletwa na huyo Mungu wa Ashtar. Al-ghuyum al-matirata 'an madinati. Sema yeye ndio Yakub, pigia mstari, ndio ukweli wenyewe, huyu ndio Mungu wa miungu. Kama unaona hakufai, tuache sisi tuendelee kumwabudu. Walikuwa na nyoyo ngumu kweli kweli kama mawe. Nabii Yakub alayhi salam anawaambia ukweli kwamba yupo Mwenyezi Mungu mmoja na sio hilo sanamu Ashtar. Anaambia jamani, nyinyi msiende kumwabudu, huyo ni shetani tu, ni sanamu hilo. Kwa nini mnamwacha Mwenyezi Mungu wa kweli ambaye ameumba mbingu na ardhi, amewaumba na nyinyi kwa ajili ya kumwabudu? Maskini Nabii Yakub alayhi salam alikuwa anazungumza kwa hasira, maana watu wake wamekuwa ni wagumu kila akiwalingania, lakini wapi. Sawa, askari wanamwangalia kwa jicho baya kweli. Ona huyu mzee huyu dawa yake inachemka, ipo siku moja huyu tutajua tumfanye nini.
Kwa hiyo ndio hali ambayo alikuwa akipata Nabii Yakubu kwa Waebrania. Walikuwa wataki kabisa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wameshikilia katika zile ibada za kifursi za kuabudu sanamu wa Ashtar pamoja na moto. Basi huku ibada zinaendelea kama kawaida. Mama Shakia anaendesha ibada, anasema kwa kweli, tubariki ewe Mungu wa Ashtar kwa kutumia damu yako. Basi anasema kwa kweli, tuteremshie mvua yenye baraka kabisa ewe Mungu wa Ashtar. Anaambia bwana mkubwa, kwa taarifa tu ni kwamba Yakubu huko bado anaendelea na dawa yake. Na sasa hivi ndo anazidisha kabisa na kutukana miungu yetu na kusema kwamba hili ni sanamu, halina manufaa na yoyote. Anawaambia watu hapo. Basi Mama Shaqi wakati anaendesha ibada naye akawa amesikia hiyo minongono. Anasema ewe Ashtar mkubwa. Kabidi aache sasa kuendesha ibada ili akasikilize habari za Nabii Yakubu. Inakuwaje bado anaendelea kufanya hiyo dawa yake? Anasema kwa kweli huyu Yakubu atatusababishia laana sisi kutoka kwa Mungu wa Ashtar. Akasema cha msingi hapa, muiteni mkwewe huyu mzee Laban, kwa sababu yeye ndo anaonekana kwamba anamtetea sana Yakubu. Ambaye hebu nenda katuitie Laban. Basi ndipo moja kwa moja kijana sasa alipotumwa kwa ajili ya kwenda kumuita mzee Laban, ambaye alikuwa ni mmoja miongoni mwa viongozi katika dini hiyo ya kifursi ya kuabudu sanamu pamoja na moto. Lakini kama nilivyokuambia ni kwamba nabii huyu mzee Laban, japokuwa ilikuwa anamtetea sana mkwewe Nabii Yakubu alayhi salam, na yeye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu ambao walikuwa kiabudu dini hii ya kifursi. Kwa hiyo ilikuwa anachukia sana kuona mtu ambaye anatoka katika dini hiyo na kuingia katika dini ya Nabii Yakubu. Kama huyo kijana unayemuona hapo anapata adhabu kweli kwa kucharazwa mijeredi. Anaambia bwana mkubwa, ni kwamba viongozi wenzako wakubwa kabisa kule hekaluni walikuwa wanakuhitaji. Basi ndipo alipoamrisha kwanza, hebu ngoja tumuulize huyu kijana. In anta sarakta maratan ukhra. Ambia sikiliza, tukwambie kitu kimoja. Sasa utarudia tena wewe kufuata dini ya Nabii Yakubu au hautarudia? Ambia bwana, mimi nimeshakoma tayari. Anaambia haya, mfungueni huyo. Kesha koma tayari, anarudi katika dini yake. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Mtu yoyote ambaye alikuwa akifuata dini ya Nabii Yakubu alayhi salam, hakuna alichokuwa nakipata isipokuwa ni adhabu. Basi mzee Laban akawa analaumu sana, anasema kwani hasa ni kitu gani ambacho kibaya anachokifanya Yakubu mkwe wangu mpaka nyinyi mnakaa mnamjadili, mnaacha kazi nyingine mnamjadili tu Nabii Yakubu? Basi akawa amefika moja kwa moja sasa hekaluni kwa ajili ya kuwasikiliza viongozi wenzake. Mama Shakia anasema kwa kweli, ninaona dalili zote za njaa, ukame, vifo kwa watu wa Faddan Aran kwa sababu ya laana anaosababisha huyo Yakubu. Anatangaza dini nyingine kinyume na hii dini ya kifursi, dini ya Mungu wa Ashtar. Anasema kwa kweli, naziona mimi ghadhabu na hasira za Mungu wa Ashtar. Ashtar tatlubu an nuqaddima qurban. Basi anasema kwa kweli, Mungu wa Ashtar, tunakuomba utusamee bwana, usituadhibu wote, wengine hatuna makosa. Laban, lima la tahulu baina ibni ukhtik wa baina arajifih. Basi kabidi wamuulize Laban, hivi kuna kitu gani hasa kinachoendelea kati yako wewe pamoja na mkweo huyo Yakubu? Mbona tunaona kwamba unamtetea sana, hajakuwa yule anakufuru katika dini yetu? Lakinahu ibn ukhtik wa zawju ibnatayk. Basi anasema ni lazima ujue kwamba atatuletea balaa kubwa, tutapata laana, tutapata ukame, tutapata njaa hapa katika kijiji cha Faddan Aran kwa sababu yake yeye huyo. Kwa nini aache maneno yake kulitukana huyu Mungu wetu Ashtar? An tu'ida al-hudua ilayha. Ama kharib yalufu madinatana al-qaht wal-yabas. Kwa hiyo kitakachokuja kutokea hapo baadaye, sisi tutapata matatizo makubwa sana kwa sababu ya huyu mkweo Yakubu. Sababan liwufuri an-ni'ma wa kathrati al-aghnam fi khazn. Mzee Laban anasema kwa kweli, mimi sioni kwamba eti huyu Yakubu mkwe wangu kwa kutangaza hiyo dini yake mwenyewe anaoita dini ya Kiislamu, dini ya tauhid, ndio itasababisha eti huyo Mungu wetu Ashtar asirete hapa neema mbalimbali kama vile mvua, rutuba katika ardhi, tukalima tukapata mazao vizuri. Mimi sioni kwamba yeye ni kikwazo. Innahu yasubbu Ashtar jiharan naharan wa ala al-us. Lakini Mama Shakia anasema uone kwamba Mungu Ashtar anachukia asubuhi, mchana, jioni. Hii itakuja kuleta balaa kubwa. Ambe ndio hivyo. Lakini nasita limadha nasabatka hukumatu Babil. Anasema kweli na sisi tunakushangaa kwa sababu wewe ni mmoja kati yetu, lakini unaonekana kwamba huyu Yakubu unamtetea sana katika dini yake. Ka an ta'rifa anni
أتلقى الأوامر من... Sasa mzee Labani akasema, sikiliza niwaambie kitu kimoja. لا منك أنت. Naomba kabisa Naam. mumuache Yakubu aendelee na hicho anachokifanya, Even. na lau kama mtu yoyote atamdhuru Yakubu basi mimi nitalia naye. Kwa mwacheni kama alivyo. جرى ويجري. Mama Shakia anamwambia, lakini jambo hilo litasababisha balaa kubwa huko baadaye, tutapata matatizo sisi kwa ajili ya Yakubu.